Nauliza swali la kwanza, ni nani ambaye anapaswa kutumia tasbihi, shanga ya kufanya adhkar, na ni wakati gani inafaa kutumiwa mbele ya watu ama kwa siri? Swali la pili, ni vipi namna ya kupanga safu katika swala? Na swali la tatu, tupe nasaha kuhusu uangaliaji wa mpira na kucheza. Swali la kwanza, ni nani ambaye anapaswa kutumia tasbihi, shanga ya kufanya adhkar, na ni wakati gani inafaa kutumiwa mbele ya watu ama kwa siri? Wanazuoni wameizungumzia masala haya kwamba ili ni jambo ambalo si katika sunna. Kutumia ili shanga inaitwa as-subha, si katika sunna. Sunna ni kutumia vidole, kwa sababu hizi vidole vitakwenda kuwekwa midomo hapa siku ya kiyama, na vitaongea na vitatoa ushahidi kwamba wewe ulikuwa ukimdhukuru Mwenyezi Mungu. Ndio hadithi iliyopokelewa na Yasira binti Yasir. Huyu ni mwanamke Ansaria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tasabbahu bil anamil fa innahunna mustantaqat mas'ulat. Leteni nyiradi zenu kwa kutumia ncha ya vidole vya miguu. Ncha ya vidole manake ni hivi, ni hivi. Bil anamil manake ni hivi. Alafu kuna riwaya nyingine ambayo inasema katika hadithi iliyopokea Abdullah ibn Umar kwamba Mtume wa sallam alikuwa akileta nyiradi zake kwa kukunja vidole vyake. Al-qabd manake anaita al-qabd, kama hadithi ilivyokuja katika Sahih Muslim. Akifanya hivi manake alikuwa anaikunja, si kukunjua, alikuwa anakunja. Sasa wanazuoni kulingana na hadithi mbili hizi wanasema ilokuwa bora ni namna mbili ya kuleta nyiradi. Kwanza ni kuikunja, mfano unasema subhanallah ama astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tena ukirudi unarudia tena astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hivyo hivyo kukunja peke yake. Hakuna masala ya kukunjua, haikunjuliwi manake. Kama watu wanafanya mfano subhanallah, 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 anakunjua. Kukunjua hadithi haikuja hivyo, imekuja watu kukunja tu peke yake. Umeona? Na pili, kutumia ncha ya vidole hapa ukasema subhanallah, 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 ncha ya vidole mpaka mwisho. Sasa hii ndio ambaye Mtume ameelekeza na ndio Mtume alivyofanya, lakini wanazuoni wameiruhusu kwa sababu ya dharura kwa watu aina mbili kutumia hii ushanga hii, ama kutumia ile mashini ambayo ya kubonyeza ambayo inahesabu kwa watu aina mbili. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ni mzee sana, anashindwa kudhibiti hisabu, anashindwa kuhesabu, kila akihesabu akifika 5 ashasahau ni ngapi. Basi huyu atatumia ile tasbihi kwa sababu ya dharura, tena ikiwezekana akitumia kwa siri ndio bora zaidi. Au mtu ambaye ni mgonjwa vile vile, mgonjwa sana, anashindwa kudhibiti hisabu na ana nyiradi zake ambaye analeta, labda anamswalia Mtume mara 100, analeta istighfar mara 100 kwa siku, kuna adhkar baada ya swala, adhkar za asubuhi na jioni, ana nyiradi zake. Sasa huyu itabidi atumie kwa sababu ya dharura. Wadharurat tubihu almahdhurat, dharura inahalalisha kitu ilokatazwa. Maana yake hii ni kitu imekatazwa. Mtume hajawahi kufundisha hii. Hata maswahaba walipowaona baadhi ya maswahaba wanatumia vijijiwe kufanya naye nyiradi baada ya Mtume ndo ameanza kufa, kama ilivyokuja hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas, amewapata watu wanaanza kufanya nyiradi kwa kutumia mawe ndogo ndogo tu. Sa'd bin Waqqas anawaambia, jamani, maji ya kuoshwa Mtume haijakauka kwenye kaburi lake, mshaanza kuzua ndani ya dini. Akawafukuza. Maana yake kuleta nyiradi ni kwa vidole, na hii ndio ilikuwa bora. Leo kuna baadhi ya watu ukiwaambia mambo haya anasema, lakini jamani, mimi bana sahau sana, na sijui ni 30 au ni 33 au ni 100. Lakini ndugu zangu, naulizeni, ushawahi kumwona mtu anahesabu pesa tena sahau? Wewe leo una 100,000 unahesabu, alafu unafika mwisho bwana naanza mwanzo tena. Jamani, ushawahi kumwona mtu anahesabu pesa tena sahau? Maana yake wewe ndio ambao unaamua. Akili yako kiiweka pale, hauwezi kusahau. Akili yako ikiwa mbali, leo kuna baadhi ya watu wanafanya nyiradi hivi. Sasa anaangalia huku, akili haiko hapo. Vipi utajua wewe umehesabu ngapi ndugu zangu? Hauwezi. Na hii ndio ilikuwa sunna. Sasa anaeleza ni wakati gani inafaa uifanye kwa siri na wakati gani unafaa kufanya kwa mbele ya watu ama kwa siri.
Kwanza ikiwezekana wale ambao wanaotumia hizi shanga na kutumia hizi mashini, kwa wale ambao wameruhusiwa katika watu wawili, wale wazee na wagonjwa, ikiwezekana waifanye kwa siri, ni bora. Sawa? Lakini sisi vijana ambaye alhamdulillah wewe si mzee wala wewe si mgonjwa, si katika sunna wewe kutumia hii. Kwa nini unajua? Kwa sababu inaweza kukupelekea katika ria. Tena vijana wengi hapa wanatembea tembea mbele ya watu, wameshika tasbihi hivi, tena anaweka mbele hivi. Wengine ameivaa hapa, ile nyingine ya kuvaa ameivaa hapa. Ukimsalimia anakupa mkono, Sheikh Saad anakupa mkono, wewe unahisi bwana hii nini? Sasa maana yake nataka kukuonesha mimi ni mtu wa adhkari bwana. Mimi si mtu ambaye na nini. Sasa uone kwamba ria inaweza kukuingia hapa, na hii ria inatengua ibada za watu, ndugu zangu. Kwa hivyo tufuate ile ambayo ya sawa na hii nyingine ambayo hakuna. Anasema ni vipi namna ya kupanga safu katika swala. Hii naye ni maudhui khas, ndugu zangu. Masala ya kupanga safu leo, kuwarudisha Waislamu wanawake na wanaume katika safu aliyofundisha Bwana Mtume, hiyo sio jambo rahisi. Hili ni jambo nzito kwa kweli. Leo safu aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaopanga hii safu ni majeshi na mapolisi. Hauwezi kuamini, ndugu zangu. Wewe angalia rais wa nchi ama mkubwa wa jeshi anapokuagua gwaride, ile mstari ya majeshi ilivyonyooka, unajua wanapanga vipi wao? Kwa kisigino ya mguu. Yaani leo dini yetu inatumiwa na watu wengine. Sisi tumeshaitupa tayari, ndugu zangu. Njoo kwenye safu ya msikiti, utakuta kila safu subhanallah imekwenda hivi, haiko sawa. Mtu akitoa salamu hata hamuoni yule aliyekuwa ubavuni mwake. Na hii yote ndugu zangu ni makosa. Lakini katika masala ya kupanga safu, watu wanatakana wapange safu kwa kisigino ya miguu, sio kidole. Kwa sababu kidole, ukishikana kidole kwa kidole, hii kidole ndogo ya mwisho ya miguu, labda mguu wako ni refu, yangu ni fupi, ama ya mwingine ni refu zaidi kuliko mwingine. Sasa utakuta mmoja iko mbele, mmoja iko nyuma. Lakini tukipanga na kisigino ya miguu, kisigino, basi safu yetu itakuwa sawa. Hata kama mmoja ni fupi, mmoja ni refu, tutakutana kwenye kisigino. Na ndio unaona Mtume sallam alipoitaja akasema, man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu azza wa jalla. Mtu yoyote mwenye kuunganisha safu, Mwenyezi Mungu atamuunganishia mambo yake, na mtu yoyote mwenye kuvunja safu, Mwenyezi Mungu atamkatilia mbali. Na wewe Mwenyezi Mungu ashakatilia mbali, ndugu zangu, utakuwa na khairi gani katika dunia kama hii? Leo kuna baadhi yetu sisi hapa atukubali kabisa mtu aiguse mguu wake katika swala. Ukijaribu kumsogelea pia anasogea. Kuna mmoja alisogea katika swala, alimpata jamaa na swali katika safu ya nyuma akiwa peke yake. Basi akaingia akamsogelea ule jamaa ambaye alikuwa amempata katika swala tayari. Alipomsogelea ule jamaa akasogea. Huyu naye hakumpa nafasi, akamsogelea tena. Aliposogelea mara ya pili tena ule jamaa akasogea. Mara ya tatu ule bwana alivunja swala, akamwambia shekhe, nikuachie msikiti au vipi? Mambo gani tena ile? Niambie bwana, mambo gani ya kusagusa miguu ya watu hapa? Kuna baadhi ya watu malasafu shadidi wakiwa ndani ya msikiti, ile safu ya mbele ama safu aliyosimama yeye, alivyosimama amechukua nafasi ya watu watatu, amejipanua, subhanallah. Mtu mmoja huyo utafikiri, lakini akishaenda raka ya kwanza akarudi, anafunga, safu imeshaharibika tayari. Safu imeshaharibika tayari. Kuna baadhi yetu sisi hapa tunasimama ndani ya safu kama bata. Unamjua ndege bata huyu? Mtu ameweka miguu hivi. Hapana ndugu zangu, weka miguu straight. Ndio Mtume alivyofundisha. Kisigino na kisigino iweze kushikana. Miguu ikiwa straight, kisigino na kisigino itashikana, na mabega itashikana. Na malengo ni mabega yetu yapate kushikana. Ndio Mtume alivyotaja hii katika hadithi ndani ya Sahih Muslim, akasema khiyarukum alinakum, katika riwaya aliyanukum manakibu fi salah. Mbora wenu ni yule anayelalia mabega ya mwenzie katika sala. Huyo ndo mbora. Sasa utalalia mabega ya mtu vipi ikiwa wewe kidole chako ndo imegusana na yake, kisigino haijakusana? Haiwezekani. Ili mabega yetu yaweze kushikana, ni lazima visigino vyetu vishikane, mabega naye itashikana. Ndio unaona hapa ikishashikana, basi sheitani hawezi kuja kutuharibia swala zetu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaona maswahaba nyuma ya mgongo wake. Katika miujiza ambayo Mtume alikuwa naye, alikuwa akiwaona maswahaba kwenye mgongo wake, anawaambia, mimi wekeni safu zenu sawa, kwani mimi namuona sheitani anapenyeza katikati ya safu zenu kama anavyopenyeza mtoto wa kondoo aliyokuwa mweusi. Anakuja kutuharibia swala zetu hapa. Wewe unamuona mtu yuko ndani ya swala, kumbe anapiga mahesabu yake tu.
kumbe mtu yuko katika shahawa zake kwenye dunia yake. Kama yule mmoja ambaye imam aliswalisha salati al-isha rakaa 3, watu wote wamesahau, imam amesahau na maamuma wote pia wamesahau. Swala ilipomalizika, bwana mmoja akasimama akasema, imam, mimi nahisi umeswalisha rakaa 3. Jamaa mmoja akasema, hapana, rakaa 4. Mimi nahisi rakaa 3. Akasema 4. Jamaa mmoja kule akasema, hii swala irudiwe. Jamaa mmoja akamwambia, rudia wewe. Unajua hii swala sio rahisi ndugu zangu, swala ni vitu vizito. Rudia wewe. Sasa kuna bwana mmoja, bonge la mtu, amevaa kofia ile nyingine kama ndugu yetu ile, na koti lake, bonge la mtu, ameswali katika safu ya mbele hapa. Huyu bwana ndo alisimama akawaambia watu, sallu ala nabii, mswalieni mtume. Mimi nina ushahidi, imam ametuswalisha rakaa 3. Nina ushahidi, siko naongea tu. Vipi? Akasema, bana, mimi nina duka 4. Katika kila duka moja mimi wanafunga hesabu ya duka moja. Leo nimefunga hesabu ya duka 3 jamani. Hamuoni kwamba rakaa moja bado hapo? Hii ndo kazi ya sheitani ndugu zangu. Tukiweza kukaa mbali na safu alofundisha mtume, hivi ndo namna anavyokuja kutufanya ndani ya swala zetu. Sheikh Saad, tupe nasaha kuhusu uangaliaji wa mpira na kucheza. Okay, kucheza mpira ni halali, bora imetekeleza yale masharti katika dini, isikuweke mbali na swala, isikupeleka katika mambo ya haramu. Usicheze ukiwa uchi kwa ajili ya kujenga mwili, si kwa sababu ya kutaka kudhuru mwili ama kumdhuru mtu mwingine. Imeruhusiwa. Isikupeleka kwenye kamari wala kwenye mziki wala kwenye uchi, unacheza ukiwa uchi. Time ya swala inafika, wewe unaendelea kuswali, ni haramu kucheza mpira. Lakini unacheza mpira kwa sababu ya kujenga mwili. Almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min aldha'if wa fi kulli khair. Wanazuoni wanatoa ijtihad, wanafanya istinbat, na michezo nyingi ambayo mtume alikuwa akifanya ndio wanalinganisha na mpira. Mtume alicheza michezo nyingi ndugu zangu. Mtume alishindana mbio na wake zake. Kwanza akishindana mbio na Bi Aisha. Bi Aisha anasema, mimi wakati nilipokuwa msichana mdogo sijaota nyama mwilini, nilikuwa nikishindana mbio na mtume na nikimshinda mtume. Lakini baada mimi kumea nyama mwili, manake niliponenepa, mtume akawa ananishinda. Basi akifika kule mtume anacheka na mimi pia nacheka. Wanasema si kwamba eti alikuwa anaweza kumshinda mtume, ni mtume anamwachia ili ipatikane mapenzi baina ya mtu na mke wake. Mtume ndio wa kwanza kushindana mashindano ya farasi, musabaka ya farasi, kama hadithi ilivyokuja katika Sunan Abu Daud. Mtume ndio wa kwanza kushindana mashindano ya kuendesha ngamia. Hii camel derby unaambiwa ni sunna ya mtume hii. Watu wameiba ndani ya Uislamu tu. Mtume ndio wa kwanza kucheza mchezo wa archery. Ala innal quwwata ar-rami. Mtume anasema, alaykum bir-rami fa innahu khairu la'abikum. Ni jukumu lenu kila mmoja wenu kucheza mchezo wa rami, archery. Archery maana yake ni kulenga shabaha. Mtume ndio wa kwanza. Ndio Mwenyezi Mungu aliposema kwamba wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, jiandaeni kadri mnavyoweza katika jambo la kuleta nguvu. Jambo la kuleta nguvu ni gani? Mtume ametafsiri akasema, ala innal quwwata ar-rami. Hakika jambo inaleta nguvu ni kulenga shabaha, ni kulenga shabaha. Na michezo nyingi mtume alikuwa akicheza, umeona ambaye yote ni kwa ajili ya kujenga mwili na kujenga afya ya mtu na kumfanya akawa ni mtu bora katika maisha yake. Si hizi michezo mingine ambayo ni haramu mtu kucheza, mambo ya dumna, mambo ya keram, mambo ya kucheza karata. Hizi zote haina faida yote. Wewe umekaa masaa mawili ndugu zangu unacheza karata, unacheza dumna, hujui kwamba aya ya Qur'ani inaweza kuhifadhiwa hapo masaa mawili, masaa matatu. Katika mwezi wa Ramadhani wengine wanakesha usiku kucha ndugu zangu wanacheza keram. Faida gani iko pale? Hautokwi na jasho, haukimbii, haupati tabu. Ndani ya mpira uwanjani unaruka hedi, unachenga, unakimbia, unapiga kona, unapiga shoot, unatokwa na jasho manake, na hii ndio ambao unaifaidika. Lakini hizi zingine ni ya kupoteza wakati, kama vile mtu kuangalia mpira ni kupoteza wakati. Katika TV kuangalia mpira watu wanacheza, yote ni kupoteza wakati, kwa sababu hakuna faida yote unaipata wewe. Wewe umekaa dakika 90 masaa mawili, kazi unapiga shuti kwenye kiti tu. Hatukuoni ukitokwa na jasho wala nini. Faida gani kwa hapa? Ile mpira yote ambayo muliangalia labda wiki iliyopita ama jana ama juzi, ushayasahau yote. Hutaki hata kuyaona. Unataka kesho ile nyingine ambayo itakuja baada hii ni gani? Na hizi mitandao, magazeti, TV ndio inachochea zaidi.
Wanawadanganya watu, wanawaambia hii mechi inayofuata itakuwa kali ajabu. Kwanza kuna mchezaji anayecheza hapo, huyu mchezaji si mchezo huyu. Hakuna mechi isiyokuwa kali kwa hao watu ambao ni wanahabari hapa. Mechi zote ni kali, hata ile mbovu, ili kushawishi wewe tu. Na leo imewapeleka vijana wengi kwenye kamari, kwenye kucheza mambo ya mziki, kwenye mambo ya kuacha swala. Leo vijana wengi wameacha swala kwa sababu ya mpira. Ndugu zangu, inakuwa ni haramu hii. Ndio unaona ndugu zangu, hii masala sijui ya World Cup na mengineo yote haya tukae mbali nazo. Tunapoteza wakati mwingi sana katika maisha yetu. Ile World Cup iliyochezwa miaka 4 iliyopita, umeshasahau hata yule alichukua kikombe ni nani. Unataka tena mwaka huu atachukua kikombe. Imekuwa nini? Hawa wachezaji wenyewe hata hawakujui, wewe unawapenda kuliko watu wote. Kuna baadhi ya vijana hapo Waislamu wanawapenda hawa wachezaji wanaocheza katika Premier League, na majina ya maswahaba hata hawajui. Lao tutaulizana hapa, tutajie majina 10 ya maswahaba waliobashiriwa pepo, hajui. Lakini njoo umueleze mchezaji anayecheza ndani ya Premier League au katika ligi fulani, atakutajia analipwa mshahara ngapi, anaendesha gari aina gani, anaishi katika nyumba ambayo ina room ngapi, mwanamke wake ametoka nchi gani, yote atakuambia haya. Anaona ghaira, hata akivaa t-shirt, amevaa t-shirt imeandikwa jina lake. Hii wallahi imetufikisha mahali pabaya. Nafikiri mpaka hapo imefahamika. Naam Sheikh Saad. Swali. Naendelea. Kuna maswali mawili ambayo yako sawa. Nauliza, is forex halal or haram? Is forex halal or haram? Hii swali haijakuwa sawa. Forex gani sasa? Forex bureau ama ni forex exchange ama ni gani? Huyu anataka na iweke sawa. Twende kwenye swali nyingine Sheikh. Je, kupiga kura ni halali? Anauliza je kupiga kura ni halali Sheikh Saad?